Na ukiona jamii ambao wanaosema wao ni watu wa la ilaha illa Allah na wanapigana, basi ujue ya kwamba hawajafahamu la ilaha illa Allah vizuri, ambayo yatapelekea watu wasipendane hata kama wako na la ilaha illa Allah. Kuna baadhi ya mambo yakipatikana watu hawatapendana hata kama wako na la ilaha illa Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wake Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, maashara almuslimin, Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha akatufanya Waislamu na akatufanya mandugu katika Uislamu. Na Muislamu atakikana athamini neno la ilaha illa Allah katika maisha yake, na mtu yeyote ambaye anasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ni ndugu yake. Kweli ama si kweli? Hivyo ndo Allah anapotueleza, na hivyo ndo ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alivyotufundisha na alivyowafundisha masahaba. Akafanya watu kabila tofauti wawe mandugu kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Akafanya watu kutoka familia tofauti wawe mandugu kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Akafanya watu kutoka miji tofauti wakawa mandugu kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Kwa sababu ya la ilaha illa Allah masahaba wakapendana. Waliokuwa wakiishi mji mmoja ambao walikuwa hawaelewani wakaelewana kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Na hivi ndio ilivyokuwa katika mji wa Madina baina kabila mbili za Aus na Khazraj, waliokuwa wakipigana daiman na abada wakiuana. Lakini alipokuja Rasul sallallahu alaihi wasallam akawafanya Waislamu wakawa mandugu, vita vikaisha baina Aus na Khazraj. Na ukiona jamii ambao wanaosema wao ni watu wa la ilaha illa Allah na wanapigana, basi ujue ya kwamba hawajafahamu la ilaha illa Allah vizuri, wala hawajathamini kalimatu la ilaha illa Allah. Na muhajirin walipotoka kutoka Makka wakaja katika Madina, japokuwa walikuwa ni wageni, lakini waliishi kana kwamba ni kwao, na muhajirin na ansar wakawapokea, wakawa ni wenye kuthaminiana kwa sababu ya neno la ilaha illa Allah. Kuna mambo ambayo yatapelekea watu wasipendane hata kama wako na la ilaha illa Allah. Kuna baadhi ya mambo yakipatikana watu hawatapendana hata kama wako na la ilaha illa Allah. Katika darsa yetu ya leo insha Allah nimeonelea nigusie ni mambo gani ambayo inapelekea watu wasipendane ili hali wako na la ilaha illa Allah. Kwa nini hawapendane? Ili mimi na wewe tuepukane nao, ili tuwe kama muhajirina wal ansar, ili tuwe kama walivyokuwa wakipendana, walivyokuwa wakithaminiana. Kwa sababu masahaba ridwanullahi alaihim walikuwa na mwalimu mzuri na mfano mzuri. Mwalimu wao hakuwa mwingine, alikuwa ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mfano wao hakuwa mwingine, ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maashara almuslimin, katika hadithi hii ambayo nitakawasimulia iliyopokewa katika sahihi Muslim, hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Mambo matano inavunja undugu, inavunja undugu na inavunja safu, hata kama wako na la ilaha illa Allah. Mambo matano inavunja undugu na ujamaa, hata kama wako kabila moja, inavunja uhusiano. Mambo matano inavunja undugu baina watu wawili ambao wamezaliwa na mama moja na baba mmoja, hata kama wametoka tumbo moja, mama moja, baba moja. Basi haya mambo matano yakipatikana, undugu unaisha baina yao, wanakuwa ni maadui, ili hali ni tumbo moja, mama moja, baba moja. Wanakuwa ni maadui ili hali wako kabila moja, wanakuwa ni maadui japokuwa wote ni watu wa la ilaha illa Allah. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, la tahasadu, musihusudiane, wala tanajashu, wala musiongezeane bei, na nitakuja kufafanua. Wala tabaghadu, na wala musichukiane. Wala tadabaru, na wala musipatiane mgongo, eti hakuna mtu atakakumsalimia mwenzake, la. Wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd, na mmoja wenu asiibe customers wa wenzake. Wa kunu ibadallahi ikhwana, na muwe mandugu enyi watu, waja wa Allah, kuweni mandugu, asema Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisha akaendelea kusema adabu ambayo Muislamu atakana awe nayo. Almuslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yakdhibuhu wala yahqiruhu. Attaqwa ha huna, attaqwa ha huna, attaqwa ha huna. Akatoa mwongozo kila Muislamu atakana ishi namna gani. Akawaambia Waislamu, Muislamu ni ndugu yake Muislamu, na ndugu yako ikiwa ni Muislamu, la yadhlimuhu, hamdhulumu, wala yakhdhuluhu, anapotaka kusaidiwa na kunusuriwa hamwache, anasimama naye, wala yakdhibuhu, wala hamdanganyi, wala yahqiruhu, wala hamdharau. Attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi 3 marati, aelekeza katika moyo wake mara 3. Kisha akasema sallallahu alayhi wasallam, bihasbi imri'in min ash-sharr an yahqira akhahu al-muslim. Yatosheleza, ni shari tosha kwamba utaangamia ikiwa wewe uko na kibr, unadharau wenzako. Hiyo dhambi tosha.